maniga, Adamu aliambiwa msile matunda fulani fulani ili msije mkafa. Tena hiyo kufa ni kwamba hivi, yani ukiwa mtaalamu kidogo unaelewa kwamba ni kufa ya kispiritual. Maana baada ya kufa, yani baada ya kula sasa, baada ya kula tunda wakawa wamejiona wako uchi. It means ile spiritual ilikuwa nguvu zao zimeshaisha. Sasa sikia, mziki unakuja hapa ambako Adamu aliulizwa, vipi? Mbona mnajiona mko uchi vipi, mbona kama mmeshakula tunda? Adamu akamjibuje Mungu? Tena sura ya 3 mstari wa 12. Adamu anasema, huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Umeona wewe mziki? Sasa hii sehemu ilitakiwa Adamu akubali makosa. Yeye kama yeye, maana yeye technically ndo aliambiwa na Mungu, "So unakula hayo matunda," lakini mke wake hakuambiwa. Sasa yeye angetakiwa bebe makosa, aseme bana, mke wangu amekosea, lakini naomba umsamehe badala yangu. Kwa kuwa mimi ndo leo uniambia, afu mimi nikashindwa kumwambia. Basi kama kuna kosa lolote ni sacrifice mimi nilitumikia hilo kosa, au tusamee ili maisha mengine yaendelee. Lakini Adamu akanyosha vidole kwa mke wake kwamba huyu mwanamke ulionipa ndo aliyezingua, akanipa na mimi nikala. Ile kujitetea kwingi, ndio maana yenyewe kwenye maisha utakuwa unyoshia watu vidole, unatakiwa upambane tu na maagizo yako yenyewe Mungu aliyokupa. Sasa hapo ndo Adamu alipozingua. Nikiendelea kusoma hii Biblia hivi, yenyewe kwanza Biblia yenyewe ni kitabu fulani hivi kama cha kisuperhero, yani ni ukisoma utaniambia. Kwa kosa la kwanza ndo hapo, yani mimi naona Adamu alipozingua kwamba hakukubali kujisacrifice kwa ajili ya mke wake. Yeye alianza kunyosha vidole kwamba huyu mtu ulionipa ndo aliyezingua, badala ya bebe makosa, kwa kuwa yeye aliambiwa usifanye hayo maelekezo at the first place. Unaelewa maniga, ndo hivyo yani.